The name has got authority. Jina lina mamlaka. Now, the next, when we read that baptizing them in the name, not the names. Wakati tunasoma muwabatize katika jina na sio majina. The name of the Father, katika jina la Baba, the name of the Son, katika jina la Mwana, the name of the Holy Spirit. na jina la Roho Mtakatifu. In other words, it is uniting these three personalities. Kwa maneno mengine inajumuisha hawa watatu in one. katika mmoja. If they had been three different personalities, kama wangekuwa watu ambao ni watatu tofauti, he could have said baptizing them in the names. Ingeandikwa na iseme mkiwabatiza katika majina. The Father, majina ya Baba, by his name. kwa jina lake. The Son, Mwana, by his name. kwa jina lake. The Holy Spirit, Roho Mtakatifu, by his name. kwa majina lake. But he brings that unity. Lakini analeta ule umoja. The unity of existence. Yani umoja wa kuwa pamoja. The unity of authority. Umoja wa mamlaka. The unity of operation. Umoja wa kufanya kazi. We should therefore give him equal reverence. Kwa hivyo tunapaswa kumpatia heshima hiyo. We should never refer to him as a thing. Tusimuite Roho Mtakatifu kama kitu or a force. ama nguvu fulani. He is a person. Roho Mtakatifu ni mtu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let me qualify that statement. Sasa wacha nitie hiyo semo that he is a person. ya kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu, ni mtu. Hallelujah. Amen.